Welcome. Karibu sana. Aleki tena na natumai uko poa. Mimi niko poa. Mwenyezi Mungu amenilinda, amenitunza na akaniweka salama. Na siku ya leo kama kawaida ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya. Shambulizi linalokuja la Ashuru. Neno linasema hivi: Yehova akaniambia, chukua bamba kubwa na uandike juu yake kwa kalamu ya kawaida Maer Shalal Ashbazi, nami nihakikishe kwamba nimethibitishwa kwa maandishi na mashahidi waaminifu, kuhani Uria na Zekaria mwana wa Yeberekia. Ndipo nikalala na yule nabii wa kike, naye akapata mimba, na baada ya muda akazaa mwana. Kisha Yehova akaniambia, mwite jina Maer Shalal Ashbazi, kwa maana kabla mvulana huyo hajajua jinsi ya kuita baba yangu na mama yangu, mali za Damasko na nyara za Samaria zitachukuliwa mbele ya mfalme wa Ashuru. Yehova akaniambia tena, kwa sababu watu hawa wamekataa maji ya Shiloa yanayotiririka polepole, nao wanamshangilia Resini mwana wa Remalia. Kwa hiyo tazama, Yehova ataleta dhidi yao maji yenye nguvu na yaliyo mengi ya ule mto, mfalme wa Ashuru na utukufu wake wote. Atakuja juu ya sakafu zake zote za vijito na kufurika kwenye kingo zake zote na kupita katika nchi yote ya Yuda. Atafurika na kuvuka na kufika shingoni. Mabawa yake yaliyonyooshwa yatajazwa upana wa nchi yako, ewe Imanueli. Na kumbuka kwamba kitabu hiki cha Nabii Isaya ni kitabu ambacho alikiandika yeye mwenyewe akiwa Yerusalemu. Na bila kupoteza wakati, ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Nabii Yeremia. Waisraeli wamwacha Yehova na kuanza kuabudu miungu ingine, na Israeli ni kama mzabibu wa kigeni. Neno linasema hivi: neno la Yehova likanijia likisema, nenda ukatangaze masikioni mwa watu wa Yerusalemu, Yehova anasema hivi, ninakumbuka vema bidii yako ulipokuwa kijana, upendo ulionyesha ulipochumbiwa ili kuolewa, jinsi ulivyonifuata nyikani katika nchi ambayo haipandwi mbegu. Israeli alikuwa mtakatifu kwa Yehova, mavuno ya kwanza ya mazao yake. Yeyote aliyemrarua alikuwa na hatia. Msiba ulimpata, asema Yehova. Sikieni neno la Yehova, enyi watu wa nyumba ya Yakobo, nanyi familia zote za nyumba ya Israeli. Yehova anasema hivi, mababu zenu waliona kosa gani kwangu, hivi kwamba wakatangatanga mbali sana nami?
wakizifuata sanamu za ubatili, nao wenyewe wakawa ubatili? Hawakuuliza, Yehova yuko wapi, yule aliyetutoa nchini Misri, aliyetuongoza kupitia nyikani, kupitia nchi yenye majangwa na mashimo, kupitia nchi yenye ukame na kivuli kizito, kupitia nchi ambayo hakuna mtu anayesafiri humo na ambamo hakuna mwanadamu anayeishi? Kisha nikawaleta ninyi katika nchi yenye mashamba ya matunda, ili mle matunda yake na vitu vyake vyema. Lakini mliingia humo na kuitia unajisi nchi yangu, mkaufanya urithi wangu kuwa kitu kinachochukiza. Makuhani hawakuuliza, Yehova yuko wapi? Wale wanaoshughulika na sheria hawakunijua. Wachungaji waliniasi, manabii walitabiri kupitia Baali, nao wakawafuata wale ambao hawangefaidi hata kidogo. Basi nitapambana zaidi nanyi, asema Yehova, nami nitapambana na wana wa wana wenu. Lakini vukeni mpaka nchi za pwani za Kitimu muone. Naam, tumeni watu Kedari, nanyi mfikirie kwa uangalifu, muone ikiwa jambo kama hili limewahi kutendeka. Je, taifa limewahi kubadili miungu yake kwa ajili ya miungu ambayo si miungu? Lakini watu wangu wenyewe wamebadili utukufu wangu kwa ajili ya kitu kisicho na maana. Tazama jambo hili kwa mshangao, enyi mbingu, tetemekeni kwa hofu kubwa, asema Yehova, kwa sababu watu wangu wamefanya mambo mawili mabaya. Wameniacha mimi, chemichemi ya maji yaliyo hai, na kujichimbia matangi ya maji, matangi yaliyovunjika ambayo hayawezi kuhifadhi maji. Je, Israeli ni mtumishi au ni mtumwa aliyezaliwa nyumbani? Basi kwa nini amekuwa kitu cha kuporwa? Wanasimba wanaguruma dhidi yake, wameinua sauti zao. Waliifanya nchi yake kuwa kitu cha kutisha. Majiji yake yameteketezwa hivi kwamba hakuna mkaaji. Watu wa Nofu na Tahapanesi wanakula utosi wa kichwa chako. Je, hukujiletea jambo hili kwa kumwacha Yehova Mungu wako alipokuwa akikuongoza njiani? Sasa kwa nini unatamani njia ya kwenda Misri ili kunywa maji ya Shiori? Kwa nini unatamani njia ya kwenda Ashuru ili kunywa maji ya ule mto? Uovu wako unapaswa kurekebishwa na ukosefu wako wa uaminifu unapaswa kukukaripia. Jua na utambue ubaya na uchungu wa kumwacha Yehova Mungu wako. Hujaniogopa, asema Bwana mwenye enzi kuu, Yehova wa majeshi. Kwa maana zamani niliivunja nira yako na kuzikata pingu zako, lakini ulisema, mimi sitamtumikia. Kwa maana juu ya kila kilima kirefu na chini ya kila mti wenye majani mengi ulilala ukiwa umejinyoosha ukifanya ukahaba.
nilikupanda kama mzabibu bora mwekundu, wote ukiwa mbegu safi. Basi umebadilikaje na kuwa machipukizi yaliyoharibika ya mzabibu wa kigeni mbele za Mungu? Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha nabii Yeremia ni kitabu alichokiandika yeye mwenyewe akiwa Yuda na Misri. Jeremiah chapter 2 verse 1 to 21. Uncompromised and undiluted word of God. And thank you guys for the amazing support that you've given me. May God bless you and big up. I'm grateful.